wa Mungu popote pale ulipo. Hii ni wakati ambao tunauelekea usiku tena, lakini tunamshukuru Mungu ambaye alitupatia kibali cha kumaliza mchana wa leo. Ametuneemisha tena. Tunataka kuelekea usiku na tuna imani na matumaini ya kuwa tutaiona pambazuko kwa siku ya kesho. Mtu wa Mungu, ni maneno mafupi tu ambao Bwana anataka aseme nao kwa hii usiku. Yalale ndani ya kichwa chako popote pale ulipo, mtu wa Mungu. Na kila mtu anakuwa na kile ambacho Mungu alimuitia kukifanya. Haya ambayo tunayafanya ni yale Bwana alitaka tuyafanye kwa utukufu wake. Hatutaenda kujigeuza mkono, na wakati Mungu anasema tunapaswa kuwa kwanza gisi tulivyo. Lakini katika yote sote tunasaidizana. Popote pale ulipo, mtumishi wa Mungu, ikiwa unajua unatembea kwa njia ya kweli, unakuwa na gisi yako Mungu alivyokuita, na gisi yako Mungu alivyokupatia, gisi utatembea, gisi utazifanya kazi zake, na kile ambacho atakupatia uwatangazie watu. Usikizarau. Usikizarau, maana unapokizarau unampatia shetani nguvu na muda wa kukurudisha nyuma, kusudi kesho usione mbingu. Lakini hiki ambacho ninaleta kwako ni kile Mungu ametaka nikitangaze kupitia mataifa. Ni kile Mungu anataka nikifanye, sababu nisipoyafanya ninaweza nikakose kile ambacho nitamwambia. Ni maneno mafupi tu, tutayasoma katika kitabu cha Maombolezo. Kitabu hiki cha Maombolezo kiliandikwa na nabii. Yalikuwa ni maneno ya maombolezo ambayo nabii Yeremia aliyafanya, sababu ya kumulilia Mungu, sababu alikuwa nabii ambaye aliyapeleka mazito. Na katika yale mazito, alipoliona taifa kila kile ambacho Bwana anamwambia kinatimia, Yeremia alikuwa na budi ya kuomboleza. Yeremia alikuwa na budi ya kumulilia Mungu wake. Na hatutasema ya kuwa hakuipata faida ya yale maombolezo, sababu muda ulifika ambako Bwana alisamehe. Machafuko yalikuwa tayari yamekuwa mengi. Wale ambao Bwana aliwakasirikia, ilikuwa ni sherti Bwana wapitishe, Bwana waondoe katika taifa, na wale mabaki watakao baki Bwana aanze nao upya. Ndugu yangu, siku zote Bwana nazoea kusema ya kuwa anatupenda. Maana yeye amesema si mwepesi wa hasira, lakini ni mwingi wa rehema. Hapa huyu nabii aliyafanya maombolezo ni kwa sababu amulilie Mungu juu ya taifa. Sababu anaona yanapita kipimo. Wako ulipo, mahali popote ulipo, ambao unajiita nabii, ambao unajiita mchungaji wa kanisa, ambaye vipindi fulani ambavyo tunapita ndani, hauna muda wa kulia, hauna muda wa kusema nitaomboleza kama vile unabii alivyoomboleza. Basi na sina mengi ya kuleta kwako. Popote pale ulipo, mtu wa Mungu, ikiwa una Biblia ndani ya nyumba yako, utafungua kitabu, usome katika kitabu cha Maombolezo sura 3 mstari wa kwanza mpaka 7. Utayasikia yale ambao Bwana anakuja kusema, na utasikia jinsi gani wenzetu waliotutangulia walizidi kumlalamikia Mungu. Hawakunyamaza kimya, na Mungu alifanya kitu, sababu aliwajua na kawapenda. Tutasoma kitabu cha Maombolezo sura 3 mstari wa kwanza mpaka 7. Kinasema hivi, Maombolezo ya 3. Mimi ni mtu niliyeona mateso kwa fimbo ya ghadhabu yake. Ameniongoza na kunitembeza katika giza, wala si katika nuru. Hakika amegeuza mkono wake juu yangu, tena na tena mchana wote. Amechakaza nyama yangu, na ngozi yangu ameivunja mifupa yangu. Amejenga boma juu yangu, na kunizungusha nyongo na uchungu. Amenikalisha katika pahali pa giza, kama wale waliokufa zamani. Amenizungusha wa pande zote, hata siwezi kutoka. Amefanya mnyororo wangu mzito. Amen.
ukiyatafakari haya maneno, yalikuwa maneno ya maombolezo ambayo nabii aliyafanya. Na ikiwa nabii aliyafanya haya maombolezo, ni kwa sababu aliona iko katika kipindi kizito. Wakati unamtumikia Mungu, jua ya kuwa hauna tena muda ya kujiongoza. Ndiyo maana Mungu anakuja kusema na wewe ambaye unakuwa na muda mwingi wa kujipeleka, unayaacha maongozi, utasikia kujiongoza mwenyewe kadiri akili zako zinakupeleka. Bwana anasema na wewe kwa hii jioni, acha kujiongoza. Watu wa Mungu hawakujiongoza waliotutangulia hapo kale. Huyu nabii hakujiongoza, na ilifikia wakati anaona ya kuwa mambo yamebadilika kwake. Lakini Bwana alimtia nguvu, alizidi kumlalamikia Mungu. Nawe popote ulipo, acha mambo ya kujiongoza. Ujue ya kuwa ni Bwana ndiye anatutia katika kifungo kyake. Ni Bwana ndiye anatutia mahali ambapo anapotaka. Hatuwezi tukajipeleke mahali Bwana sitaki. Hata Yesu mwenyewe alimwambia Petro, ulipokuwa mwenyewe ulijiongozwa kaenda ulipotaka, lakini itafika muda ambako watakupeleka mahali usipotaka. Popote pale ulipo, mtu wa Mungu, si akili zako zitasema tena. Hata ungelikuwa na elimu gani, hata ungelikuwa na mtu ambaye umesoma kiasi kikubwa sana, ndiyo elimu ambayo tumeizungumzia, ujue ya kuwa Bwana kikamata akili zako, kikamata moyo wako, na anasema utanitumikia. Wewe si mtu wa kujiongoza tena, wewe si mtu wa kujipeleka tena. Bwana anasema na wewe kwa hii usiku, umwambie Bwana, niko hapa, ninakuita na ninakuhitaji uniongoze, usudi tusipengamishe kazi za Mungu. Hawa wenzetu walipotaka Mungu awaongoze, ingawa yalikuwa mateso, lakini hawakupengamisha kazi za Mungu. Lakini yote walioyatoa yalitimilika, na watu wakaona ya kuwa hawa walikuwa manabii. Na kama kazi zinatushinda kwa siku ya leo, ni sababu tunatamani mambo mawili. Njia mbili zinatudanganya. Mtu wa Mungu, popote ulipo, shikamana na hiki ambacho Mungu analeta kwako kwa hii usiku. Ubarikiwe na utamani siku zote ujinyenyekeza chini ya mkono wa Bwana ili aongoze maisha yako, na kutakia amani na salama kwa jina la Yesu. Amen.